Habari zenu ndugu zangu, wapenzi wa simulizi za kweli na zisizo za kawaida hapa Kepa Africa. Jina langu ni Neema. Najua mnanijua kama mtangazaji wenu mnayempenda, lakini leo nataka niwakabidhi siri nzito, siri ambayo nimehifadhi moyoni mwangu kwa miaka mingi. Siri iliyobadili maisha yangu, ikaniachia kovu lisilofutika na kunifanya niamini kuwa kuna ulimwengu mwingine zaidi ya huu tunaouona. Sitawasimulia hadithi ya kufikirika. Leo nawaambia ukweli wote kuhusu usiku mmoja wa kutisha, usiku ambao mizimu ya mababu zetu ilinichagua mimi, Neema, binti bikira, ili niwe dhabihu ya kuokoa kijiji chetu kutoka kwenye laana iliyokuwa inakimeza. Nilitolewa bikira na mizimu. Pumzi zangu bado zinakataa kuelewa. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu hii sio simulizi tu, ni maisha yangu. Nililelewa katika kijiji cha Kipanga, kijiji kilichozungukwa na misitu minene na mito inayotiririka. Maisha yalikuwa rahisi, tulilima, tulifuga na tuliishi kwa amani tukitii sheria za mila na desturi za mababu zetu. Nilikuwa binti pekee wa mzee Kilanga, mmoja wa wazee wenye hekima kijijini. Nilikuwa na umri wa miaka 18, mrembo na bikira, nikisubiri siku moja nipate mchumba wa kuoa na kuanzisha familia yangu. Lakini amani hii ilianza kufifia. Mwaka mmoja kabla ya tukio hilo, ghafla laana ilikifunika kijiji chetu. Hakuna mvua iliyonyesha, mazao yalikauka, mifugo ilikufa kwa njaa na kiu. Kila mtoto aliyezaliwa alikuwa akifa kabla ya kufikisha mwezi mmoja. Magonjwa yasiyotambulika yalianza kuua vijana. Kijiji kilikuwa kinageuka kuwa makaburi. Machozi na vilio vikawa wimbo wa kila siku. Wazee wa kijiji, wakiongozwa na baba yangu, walikusanyika kila siku kutafuta suluhisho. Wachawi na waganga kutoka vijiji vya jirani walikuja, wakatoa sadaka, wakafanya tambiko nyingi, lakini hakuna kilichosaidia. Laana iliendelea kukimeza kijiji chetu. Siku moja, baada ya wiki 3 za kufunga na kuomba kwenye miti mikongwe ya miungu, mzee Mapunda, mzee zaidi kijijini, alionekana akitetemeka. Alisema, mizimu imezungumza, laana hii inahitaji dhabihu ya pekee. Bikira kutoka ukoo wa Kitunda, asiye na doa, ndiye anayetakiwa kutolewa, na mizimu yenyewe. Sikuelewa. Dhabihu? Bikira? Ni nani huyo? Mara macho ya wazee wote yalinigeukia mimi, Neema, binti pekee wa ukoo wa Kitunda niliyebaki bikira. Miguu yangu ililegea. Sauti ya baba yangu, ambayo siku zote ilikuwa imara, ilikuwa ikitetemeka aliposema, "Mwanangu, Neema, wewe ndiye unayetakiwa." Nililia, nilipiga kelele, nilikimbia. Nilikataa. Mimi ni binadamu. Siwezi kutolewa dhabihu, kulevya bikira na mizimu. Hilo ni jambo la kishirikina, nilisema. Lakini nilipoona macho ya mama yangu yakiwa yamejaa machozi na watoto wa kijiji wakifa kila siku, nilijiona mpweke. Nilipanda juu ya mlima mrefu kijijini. Nilipiga magoti nikaomba Mungu wa kweli, nikamuuliza kwa nini mimi. Lakini jibu halikuja. Siku 3 za mshtuko, njaa na baridi. Siku 3 za kuangalia kijiji kikifa. Niliamini kuwa kama mimi ndiye matumaini pekee, basi lazima nifanye. Nilikubali hatima yangu kwa uchungu mkubwa. Usiku wa tamaduni ulifika. Nilioshwa na kuvalishwa mavazi meupe yaliyokuwa yamepakwa damu ya kuku mweusi. Walinipaka mafuta maalum na kuniwekea shanga za kale shingoni. Wazee walinipeleka kwenye pango takatifu lililokuwa limetumika kwa maelfu ya miaka. Pango lilikuwa giza totoro, likivuta harufu ya udongo na damu kavu. Wazee walibaki nje, wakiimba nyimbo za maombolezo. Niliachwa peke yangu. Ndani ya pango kulikuwa na mwanga hafifu kutoka kwenye moto uliokuwa unawaka katikati. Meza ya mawe ilikuwa katikati. Nilitakiwa nilale juu yake. Hofu ilinishika. Sikuwahi kulala na mwanamume, achilia mbali mizimu. Nilisinzia kutokana na harufu za mitishamba na mafuta niliyopakwa. Ghafla, nilisikia upepo mkali ukivuma ndani ya pango. Moto uliwaka zaidi. Vitu vilianguka. Nilifungua macho. Niliongezewa maono yasiyoelezeka. Niliona sura za mababu zangu zikionekana kwenye kuta za pango, zikinitazama kwa ukali, lakini pia huruma. Nilihisi uwepo usio wa kawaida, uwepo wa nguvu kubwa isiyoonekana. Mwili wangu wote ulihisi baridi kali, kisha moto mkali. Nilihisi mikono isiyoonekana ikinivua mavazi yangu polepole. Sauti za mababu zilisikika kama kunong'ona kwa upepo, "Dhabihu yako itakomboa kizazi chetu." Sikujua ni nini hasa kilikuwa kinatokea, lakini nilihisi maumivu makali, maumivu ya kwanza ya mwanamke, yakichanganyikana na hisia ya kutokuwa na uwezo kabisa. Nilihisi nguvu ikiniondoka. Bikira yangu ilikuwa imechukuliwa.
na nani na uwepo usioonekana. Niliamka asubuhi nikijihisi dhaifu, nikiwa nimefunikwa na jasho na machozi. Nilikuwa nimevalishwa tena, lakini ndani yangu nilijua kitu kimetokea. Nilipokaa, niliona damu kwenye nguo zangu nyeupe. Nilihisi uchafu, niliamka kwa uchungu. Nilipoteza fahamu mara tu nilipotoka pangoni na kuona mwanga wa jua. Wazee walinichukua. Walifurahi. Mama yangu alinikumbatia. Kilichofuata kilikuwa cha kushangaza. Mvua ilianza kunyesha siku hiyo hiyo. Kijiji kilifurika na shangwe na vigelegele. Magonjwa yalikoma. Watoto walianza kuzaliwa na kuishi. Kijiji cha Kipanga kilirudi kwenye maisha. Nilikuwa shujaa wao, lakini ndani yangu nilikuwa nimevunjika. Nilitolewa bikira yangu kwa njia isiyo ya kawaida na uwepo usioelezeka. Nilibeba siri hii moyoni mwangu. Nilijaribu kusahau, nilijaribu kuishi maisha ya kawaida. Nilipata mchumba, niliolewa, lakini siku zote ile picha ya usiku wa pangoni inanijia. Nilihisi tofauti. Nilihisi nimetumiwa. Leo nina familia yangu, lakini kovu la usiku huo halijafutika. Najua wengi wataona hii ni hadithi ya kishirikina, lakini kwangu mimi ni uhalisia. Mimi, Neema, nilitolewa bikira na mizimu ya mababu zangu ili kuokoa kijiji changu. Je, niliokoa kijiji? Ndiyo. Je, nililipa gharama kubwa sana? Ndiyo. Je, ninajuta? Swali hilo bado linanitesa hadi leo. Asante kwa kunipa nafasi ya kutoa siri yangu. Natumai mmejifunza kitu, na labda mmeanza kuamini kuwa kuna mengi zaidi duniani kuliko tunavyofikiria. Msinione Neema wa kawaida tena. Mimi ni Neema, mteule aliyetoa dhabihu yake kwa ajili ya wengine. Asanteni sana ndugu zangu wa Kepa Africa kwa kunipa sikio lenu. Kama simulizi hii imekugusa, naomba uniache comment hapo chini. Tuambie unafikiri nini. Na usisahau kusubscribe na kufollow kurasa zetu zote ili usipitwe na simulizi nyingine za kusisimua na za kweli. Mimi ni Neema, tukutane tena kwenye simulizi ijayo. Hadi wakati mwingine, kwa heri.